Hata leo ningekuwa nimeondoka katika uso wa dunia, ningekuwa nimekufa katika Uislamu. Baada ya hapo nilivyotoka na ule mkutano nilivyoailisha, maswali mengi yakaingia kwa wachungaji wengi. Nilivyorudi Dar es Salaam Jumapili sikuenda kanisani, na wakashangaa mara moja nimehama kwenye nyumba ya kanisa, nimetafuta sehemu ya kupanga mwenyewe. Wakaanza kujua huyu mtu ni vipi. Lakini baadaye baadhi ya marafiki zangu niliokuwa nao kule, nikawaambia mimi siitwi Christopher, naitwa Abubakar. Nimesilimu na nimekuwa Muislamu. Mambo yakawa ni mengi. Nikaitwa hapa Dodoma na maaskofu siku za nyuma zilizopita hapa. Na moja ya simu ilikuwa ni ya mzee wangu, ananiambia njoo Dodoma. Nikaja. Nilipofika niliwaambia maswali mawili, tuendapo wakinijibu nitarudi kubatizwa. Nikawaambia nahitaji nielewe mambo mawili. Roho wa kweli ni nani? Lakini la pili, nataka nielewe Ukristo umeanzishwa na nani? Ukristo watakupa majibu yake. Kama huna ufahamu wa kuisoma Biblia vizuri, watakuchanganya na utajikuta unarudi kule kule. Lakini kwa sababu nilikuwa na maandiko na nilikuwa nina ushahidi, hawakuweza kunipa majibu. Sana sana wakaniambia wewe tunabidi tukuombee. Maana yake kuna vishawishi tayari Waislamu wameingiza ndani ya moyo wako. Nikamwambia sina hata ndugu wa Kiislamu alioniingiza ushawishi kwangu. Ila kilichonifanya mimi ni ukweli. Tukalumbana pale, lakini kukawa hakuna majibu ya aina yoyote. Mpaka tunamaliza vikao vyetu na mpaka naondoka, wanajua huyu mtu sio mwenzetu tena. Lakini nataka niseme nini ndugu zangu Waislamu? Wewe Muislamu una neema uliyezaliwa katika dini ya Uislamu. Nikiwa niko kule kipindi hicho, na ndio maana kilichonisababisha leo kusimama na kuyaongea haya, nimeumizwa sana na makundi ya watu wengi sana wakimiminika kwenda kwenye kitu kinachoitwa huduma na maombezi. Na asilimia kubwa ya hili kundi wengi ni Waislamu. Wengi ni Waislamu. Wengi ni Waislamu, na wengi wetu ni wamama zetu na wake zetu ambao wako katika dini ya Kiislamu. Baba leo uko hapa hujui mama yuko wapi. Amechukuliwa na jamaa na rafiki wamekwenda kule. Amekwenda kule, nataka niwape sababu ambazo leo makanisa wanajaza watu. Ogopa makanisa yale, unakuta kuna chakula kiko pale. Ogopa sana ya makanisa. Ogopa sana kanisa unaolikuta baada ya ibada mnapita buffet, mnachukua chakula, mnarudi mnakula, mnarudi kwenye ibada. Ogopa sana. Yaani kile chakula ndugu yangu Muislamu ukasubutu kwa kila, yaani wewe na Ukristo utakuwa ni pete na kidole. Akili yako itakuwa inasukuma